Habari, kwa majina naitwa Valine Godlight Makawa, ni mteknolojia dawa katika hospitali ya Selian Lutheran inayopatikana Ngaramtoni. Na leo nitakwenda kukufunza madhara ya kuhifadhi dawa vibaya. Madhara ya kuhifadhi dawa vibaya. Tunatambua kila mmoja anakuwa na dawa nyumbani, aidha amenunua kutoka katika duka la dawa ama amepewa katika kituo cha afya. Sasa nitakueleza madhara yatakayo tokana na wewe mtumiaji wa dawa kuzihifadhi dawa hizo vibaya. Moja ni utasababisha dawa hiyo yako wewe mtumiaji kutokuweza kufanya kazi yake kwa ufasaha ama kwa ufanisi. Nikisema hivi namaanisha dawa inapokuwa imeharibika ama inapokuwa imetunzwa vibaya, inafanya dawa hiyo kushindwa kufanya kazi yake kwa usanifu. Mfano, dawa imeachwa kwenye joto kwa muda mrefu. Dawa ile inapoteza nguvu ya kufanya kazi kwa usahihi, na hivyo kusababisha wewe kutokupona kwa haraka ama kutokupata matokeo yale unayotegemea kupata baada ya kutumia dawa hiyo. Njia ya pili ni kuifanya dawa hiyo kuwa sumu. Kama nilivyosema, dawa kuna ambazo zinahitaji kuhifadhiwa katika majokofu na kuna zingine zinahitaji kuhifadhiwa kuanzia sentigredi 15 mpaka 30. Dawa hiyo isipohifadhiwa kwa ustahimilivu ama kwa jinsi inavyotakiwa, dawa hiyo una uwezo wa kubadilika na kuwa sumu. Wewe unapoitumia kama mtumiaji kwamba umeitunza vibaya na ile dawa inakuwa imeharibika ama umeihifadhi vibaya, ile dawa inageuka inakuwa sumu bila ya wewe kujua. Inapoingia mwilini inakuwa sumu na kusababisha madhara mapya katika mwili. Njia ya tatu ni kuibuka kwa maambukizi mapya. Unapotumia dawa ambayo haijahifadhiwa vizuri, ile dawa inapoteza nguvu. Inapoingia mwilini inaweza kusababisha madhara mengine mapya kabisa ambayo wewe mtumiaji hukuwa nayo. Mfano, unaweza kutokewa na mabaka, unaweza kutokewa na vipele, una uwezo wa kuharisha, una uwezo wa kutapika, ambavyo vitu hivi wewe kama mtumiaji hukuwa navyo kabisa, lakini kwa sababu ile dawa haikuhifadhiwa vizuri inasababisha maambukizi ama madhara mengine mapya katika mwili. Hivyo itakufanya wewe kurudi tena hospitalini na kupatiwa huduma nyingine. Kingine ni kupoteza fedha. Dawa inapohifadhiwa vibaya, ikaharibika, wewe mtumiaji ukaitumia, ikakuathiri, huna budi kurudi tena hospitalini na kupatiwa dawa nyingine. Hivyo kupoteza fedha. Nasema kupoteza fedha kwa sababu kama ile dawa ungalikuwa umeihifadhi vizuri kama inavyotakiwa, dawa ile isingeweza kufanya nini? Kuharibika, na wewe mtumiaji ungeweza kupata matokeo stahiki ya ile dawa. Lakini kwa sababu hukuihifadhi ile dawa vizuri kama inavyopaswa, itakugharimu wewe kutoa pesa mfukoni mwako na kwenda kununua dawa ile ile uliokuwa umeinunua mwanzo, ama dawa ile ile na zaidi, kwa sababu mwili wako umekwisha kuathirika kwa kutumia dawa ile. Kingine ni kubadilika kwa umbile, rangi, harufu ya dawa. Dawa inapohifadhiwa vibaya ina uwezo wa kubadilika umbile lake, ina uwezo wa kubadilika ladha yake, na ina uwezo wa kubadilika rangi yake na harufu pia. Tunasema hivi, dawa zote, mfano mzuri ni hizi dawa za maji ambazo huwa kwa mfano hizi dawa za watoto za maji. Kuna hizi dawa ambazo unapewa iko katika mfumo wa unga na unaambiwa dawa hii ni ya kuchanganya pamoja na maji. Hii dawa isipohifadhiwa vizuri, bakteria wana uwezo wa kushambulia dawa ile na kuiharibu, na dawa hii kubadilika kabisa rangi na kubadilika kabisa harufu, kwamba harufu itakayotoka katika chupa ile itakuwa ni mbaya, na pia rangi yake pia itabadilika. Utaona kabisa dawa inajitenga maji, yani dawa inakuwa badala ya kuwa
katika mmiminiko mzuri, mchanganyiko wa maji pamoja na dawa ile ya unga, unaona inajitenga kabisa. Yani dawa inakuwa kama mfumo wa maziwa ya mgando juu, alafu chini yanabaki maji. Inamaanisha kwamba dawa ile imeharibika na haifai kabisa kutumika. Na ndio maana huwa tunasema dawa hizi za maji za kuchanganya pamoja, dawa za unga za kuchanganya pamoja na maji ni za kutumika ndani ya wiki 2 tu. Dawa hiyo ikishamaliza wiki 2, hata kama haijaisha, hatushauri ile dawa iendelee kutumika, kwa sababu ufanisi wa dawa ile inakuwa imepungua, na pia kuna uwezekano mkubwa wa vizalia vipya vya bakteria ndani ya dawa hile. Na tunashauri kwenu ninyi watumiaji wa dawa, muhifadhi dawa vizuri kulingana na mtoa huduma alivyokupa maelekezo, au pia kulingana na vifungashio, maana kila kifungashio kina kuelekeza namna sahihi ya kuhifadhi dawa yako ili isiweze kuharibika. Asanteni kwa kunisikiliza. Unaweza kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Selian Lutheran Hospital, na pia karibuni katika hospitali yetu ya Selian Lutheran inayopatikana Ngaramtoni. Afya yako ni jukumu letu. Asante.